Habari yako mrembo. Nzuri sana bro. Karibu kwenye show. Asante. Unaweza niambia kwa majina unaitwa nani? Tuje kidogo. Naitwa Nancy Kemuto. Nancy Kemuto. Yeah. Nancy Kemuto. So, Nancy, mimi niko na maswali kwako, moja mbili tatu. Mbio tu alafu tumalize story. Sawa. So, Nancy, sema kama wewe ni mfanyakazi hapa Kisii, si ndio? Yeah. We can say, si ndio? So, ulikuja Kisii mwaka gani? Hapa town, Bosongo town ulikuja lini? 2018. 2018. Yeah. Na uko miaka ngapi? Kuna miaka ngapi Nancy? Me 32 years. You're 32 years? Yeah. Okay. So, Nancy, unaweza tueleza kazi yako kwa Bosongo town? Kazi yangu, mimi ni sex worker. But tuko na challenge kidogo. Kuna siku nakuja town, unaweza kosa, unaweza pata, unaweza kaa hadi asubuhi. Unaweza kaa hadi asubuhi, hakuna kitu, naenda kwa nyumba. Unakaa tu. But hauwezi kufa moyo, bado kesho nakuja. So, Nancy, hii kazi ulianza lini? Like to be specific. Mwaka gani ndio ulianza? Kwanza ya corona ingia. Kwanza ya corona? That was in 2020. 2019. 2019 hapo mwisho. Yeah. So, the main thing ilifanya ukaamua kuanza hii job ilikuwa nini? Nilikosa kazi ya kufanya, kazi nilikuwa nafanya iliisha. Sasa kabidi nitafute kazi nyingine ambayo inaweza saidia naye watoto. So wewe ni mama? Mimi ni mama, watoto wawili. Watoto wako na miaka ngapi? First born yako form 1. Second born yako grade 4. So before hii kazi ya Bosongo town, ulikuwa unafanya kazi gani before? Nilikuwa nafanya mjei, mara nauza uji. Saa nyingine mimi ni salonist. Salonist. Yeah. So, Nancy, nilikuwa naulizaje? I'm sure yote mlianza job, COVID iko imestrike ile sana, si ndio? Haiko imeingia sana. Sasa ilikuwa first COVID. At first, si ndio? Yeah. So, ile time COVID ili strike hivi, na before, ni challenge gani mliface hapa ama kuna difference gani iliingia kwenye kazi? Before COVID ama... Okay, si before. Okay, time COVID ilikuja, si maneno ilibadilika, unajua kulikuwa na ile maneno ya curfew, lockdown. Na before haikuwa. So hiyo period nini maneno gani iliendeleka? Biashara ilishika ama ilishuka? Before COVID biashara ilikuwa sawa. Before COVID biashara ilikuwa sawa. Ilikuwa sawa. Mbona unasema ilikuwa sawa? Ilikuwa sawa, customer kwa sababu haikuwa curfew. But customer wako 24/7. 24/7. Wakati ilifika COVID, saa moja, saa mbili hakuna customer. Sasa inabidi ukae bila customer. Hakuna customer. Wanaume wameenda kwa nyumba au mabaki ukiongojea. Ikifika kama saa 3 hivi makarao wanaingia. Sasa inabidi mmekosa kazi. Inabidi uende kwa nyumba. So, na mimi naelewa si kama time ya curfew, time ya lockdown. Curfew ilikuwa inasema kitu saa moja, saa mbili, si ndio? Yeah. Hadi the following day at 4 a.m. Yeah. Sasa hapa katikati mlikuwa hapo una mashaku kwa na biashara kabisa? Hakuna customer, unaona? Sasa inabidi uende kwa nyumba utegee time ya 10. Ikifika 3:55 ndio naamuka, unarauka ukuja town ndio upate. Sasa ndio unategea makastomers wa saa 10. Kama utapata ni sawa, yani kupatisa tu. Kama pata potea. Sawa. Na sasa basi nikuulize sasa hii maneno imerudi normal, si ndio? So nataka unieleze schedule yako per day vile inakuanga. Ukiamka asubuhi hadi time utengea biashara. Na saa ngapi unafunga biashara? Biashara inaingia saa 1. Kama iko sawa naweza enda hadi asubuhi. Asubuhi ukimaliza saa ngapi hapo? Saa 11. Kama hakuna biso
ninatoka kama kitu saa 8, saa 9 naenda kwa nyumba. Lakini kama iko business supu kama siku iko na Kismat, unaweza enda hadi saa 11. Lakini kama hakuna piso unakaa unaenda saa 9, saa 8, hapa hakuna kazi. Hakuna kazi. Alafu sasa before ufanye biashara before 7, uko na side hustle kitu kingine unafanyanga ama hii ndio your main hustle? No. Kama siku zingine kama sijafika saa 11, naweza enda kazi yangu nyingine kwa hustle kama mjengo nini. Lakini sasa kama nimefika saa 11, bado tunarudi saa moja. So bado hiyo biashara yako ya side hustle ya kujenga, kwenda salon pia uko nayo umeshikilia? Yeah. Sasa Nancy, nikuulize, umesema uko na mtoto wako kidato cha kwanza form 1. Yeah. Ni mvulana ama msichana? Mvulana kama wewe. Mvulana kama mimi. Kama wewe. Na niko sure clients wako si ni wanaume tu kama sisi. Ni wanaume tu. Yeye anajua kazi unafanya? Ajui kabisa. Ajui na usipendi aelewe kwa sababu inauma. Sasa yeye anajua mami usiku yani mami anajua mami ako shift ya usiku, lakini ajui ni kazi gani ninafanya nini nafanya. Lakini Nancy mtoto wa form 1 anajua. So neither ama anajawe kama ni mtu kama nurse hivi, daktari ama waitress. Namwambia kuna client nilibakisha nusu nikawaletea chakula kwa nyumba. Sasa ikabidi sasa niende nifanye nini? Nimalizie shughuli. Nimalize ndio nirudi kwa nyumba. Okay, Nancy. Umetuambia uko na mtoto. So kwa hii shughuli yenu kuna wale wasichana wenye upata watoto wakiwa bado wakifanya hii shughuli. Seti amepata mtoto kwa kupenda kwake? Hapana. Ile amepata mtoto in the line of work tunasema. Kuna wenye wanapenda na kuna wenye wanapata bila wanapata in the line of work. Yeah. So inamaanisha huyu mrembo atajua nani baba mtoto? Ajui. Ina happen tu. Sasa watu kama hii story wanashughulikianga aje, kuna ule mwenye anapenda anasema wacha nizae tu. Kuna ule mwenye anapenda anasema sijui nitoe, sijui nifanye aje. Lakini katika kazi yetu tunamwambia kama hana mtoto tunamwambia vumilia. Mtoto naye ni baraka. Mtoto ni baraka. So wewe saa tu. Mungu atalea. So nyinyi advocate maneno ya abortion and stuff. No. Mnakubali mtoto anakuja na sahani yake? Yes. Tunamwambia kama una mtoto sasa sikubali tu kuitwa mama. Hata sisi tunaitwa mama. Hata nyinyi tuitwa mama. So alafu sasa nyinyi shida, tuseme mmoja wenu amepatikana shida, labda amefiwa nyumbani ama patikana ni emergency fulani. Sisi wakati mko na chama ama circle kitu wenye tuko na chama katika kitabu yetu ama nini, wakati umeviwa kama ni mama yako ama ndugu yako ama baba yako tuna kuna vile tunachanga. Lakini sasa kama ni kwingine hapo hatushughuliki. Ama wewe umepata shida tunashughulika. So tuseme kuna mkubwa wetu tunamueleza fulani amepata shida tunamfanyia aje. Anatukaisha anatuambia tushughulike. So nikuelewe Nancy, unasema kama tuseme kama wewe unafanya kwa street A. Kwa street A mko na mkubwa wenu. Na mkubwa wenu ako na majina yenu nyinyi wote. So mmoja wenu akiwa na msiba mtamwambia boss na ni fulani kwa hii street yetu ako na msiba fulani, tunafaa kumfanya hivi na hivi. Kweli mapenzi hayo. Mnapendana cho kweli? Tunapendana. Sisi tunapendana hata kama mimi wewe wangu hata mwenzangu akicha ukimkubali tunaambiana sisi madada. Kama amekupenda bora tu atumie. Kweli. Sasa nikuulize kama wewe Nancy, tuseme wewe ni Nancy, alafu kuna rafiki yako somebody B, si ndio?
Sasa tuseme kama unakuanga na client fulani A. Huyo client fulani A akija akukose, tuseme umeenda dakika moja mbili umepata kidogo, apate rafiki yako uende apige shughuli. Wewe sina wivu hiyo. Utakasikia mwenzako mwambie umenyang'anya client, umenitoa soko. Kasirika hiyo, mimi niko soko. Kabisa. Siwezi kasirika, ni vile wewe unaweza kuja unipata na mwingine. Utakasirika? Mimi kama customer, kama client siwezi kasirika, lakini mimi mwenye na offer service. Sasa tukazilikangi, tunapendana. Unakubali tu. Unakubali leo ameamua ende upande huu. Leo ameamua na Mary. Yes. Leo ameamua na Mary. Yes. Hatuna uchoyo, tunapendana hivyo. Na mkubwa wetu anajua tunaelewana. Sasa Nancy nikuulize swali moja personal kidogo. Tuseme kwa hii shughuli si ndio? Siku ile pesa standard yenye nyinyi ucharge. Nyinyi si ndio? Tuseme kama ni 1,500, unaona? Kuna ile standard. Huyu boss wenu mwenye mwasimamia, yeye mtu akitaka kushughulika na yeye afanye shughuli na yeye, hata mlipa the same amount ama juu ni mkubwa yati tisha pesa mingi kidogo. Sasa hiyo ni kuelewana. Mimi kuelewana. Hiyo ni kuelewana. So hivyo kwa hii biashara tusema kunanga base standard. Kuna ule mtamwitisha mingi, ule atisha. Mimi nakuangalia wewe, naona kiatu yako ya kwanza. Unaona huyu anakaa kwa na pesa huyo. Sasa wewe ukimwomba tao 2 yako sawa. Atatoa. Nikimwomba hata 300,000 huyo yako sawa. So ni challenge gani mna facing kwa biashara isipokuwa hiyo ya kukosa client usiku? Umekosa client usiku wote ukaenda huko umekauka. Kabisa, siku mingi hizo. So apart from hiyo kukosa client, ni challenge gani nyinyi upitia? Challenge? Unaweza kuja kaa wewe niambie babe nakupenda. Nimekupenda, niko na 2,000. Niomba tuende kwangu. Hapa kwako sielewi ni nini iko huko. Si mimi nakupenda. Tunaweza ondoka tukaenda kwako. Kufika kwako, mimi sijui kenye naenda kupatana naye, napatana hata unaweza pata bibi yako labda ako. Allah. So unajua kenye utastukia? Hapo itabidi ujitetee. Hapo itabidi ujitetee. Ama mwingine anakuambia tunaenda Nyakoe. Nenda Nyakoe, kufika hapo katikati anasimamisha gari. Unajua hapo inakuwa vita. Man U versus Chelsea. Kweli. Sasa kama una nguvu, hapo itabidi ujitetee. Pia ni challenge. Sinadhani nyinyi mmezoea hii shughuli. Ama kuna unajua uko mbele, unajua unaweza kosea mwanaume yeye, sasa yeye aseme umenikosea. Sasa siku moja aje ama ajifanye kama yeye mjinga, si ndio? Wewe umemsahau juu unapokea customers wengi. Umeshamsahau. Sasa siku moja akuja amefalia vizuri, amekuja na brada yake, amekuja vizuri. Amekuja amevaa suti pale, ameng'ara. Ukasema mimi nimeangukiwa, kumbe umeangukiwa. Wewe ndio umeangukiwa. Kafikiria umeangukia, kumbe umeangukiwa. Hasa hapo uondoke, kumbe yeye alikuwa amejipanga mbele. Kufika mahali atasimamisha gari. Kute wanaume ni kama 3. Utafanya? Hapo ni wewe na Mungu wako. Wewe na Mungu wako. Wewe na Mungu wako. Sasa wewe ujibe sugu. Wewe na Mungu wako. Upenye ama utoke hapo ukiwa maiti. Hiyo ndio challenge tuko nayo. Ndio challenge mnapatanga? Sasa tuseme kama hapa simkiwa hapa town. Town hakuna mtu amejenga na nyumba yake. So I assume kuna zile rooms za nyinyi, si ndio? Yes. Sasa hizo rooms mnalipianga aje? Kuna wenye wanawalipia hizo rooms ama ni client analipia room ama unakuanga umelipia room in advance? No. Sasa hapo kuna wale wako na rooms zao. Kuna wenye wamelipa rooms na kuna wenye sasa atulipi. Wewe ukikuja na kupigia bei hadi ya room. Kama ni 5 so hapo 2 so iko kwa room.
So naelewa. Naelewa. Sasa hapo yani tuko different hapa town. Kuna wenye wako na room yao, kuna wenye hawana. Yeah. So alafu sasa nyinyi wanadada wote, the sisters of the night. Kuna ile be mnakwanga mmekiana ni standard. Juu tuseme kama nikikuja kwenu mnilishe 1000, nikaenda upande ule gate street C ama D napata huko kama nyinyi 1000 huko napata wanaitisha 800. Sasa unajua huko mimi nitaenda huko sana. Kuna ile be mnakwanga mmekiana ni standard, usiende chini ya hii ama usiende juu ya hii. Sasa hiyo tunasemanga. Sasa kama saa hii si vitu zimepanda. Vitu zimepanda kweli hapo kweli. Zimepanda. Mlisema ni bottom up. Zinashuka kutoka chini zinapanda. Yes. Sasa hapa tuyekeana bei. Lakini mimi kama Nancy ukikuja, mimi niko na bei yangu. Uko na bei yako? Jirani ako na bei yake. Ako na bei yake, sister C ako na bei yake. Sister D yako ako na bei yake. Sasa hiyo hatujakaa tuseme, lakini chini ya 100 huwezi enda. Chini ya 100. Chini ya 100 ndio minimum. Hauwezi kubali kabisa. 150 huwezi enda. Sasa na sisi nikuulize na nyinyi kama the service providers. Kuna ule client anaweza kuja kwako mkatae useme huyu ni mkonde sana, huyu ni mozi sana, huyu labda amelewa sana, ama huyu anifreshi kisura siwezi kubali. Ama nyinyi mnasonga bora kuna pesa. Pesa ni pesa. Pesa ni inaongea hapa hivi. Inaongea. So hakunanga ubaguzi. Wewe ni mchafu, wewe ni nini? Bora uko na nini? Pesa ndio muhimu. Kuna sisi in short. Yote ni it's about money. Yeah. It's about money. Sasa nasema kwa shughuli unatumia which kind of protection? Kuna miraba kuna condom sama. Yeah. Lazima condom iwe kwenye mpango, miraba iko kwenye mpango. Lazima utumie trust. Na kama client mwenyewe hataki kutumia hiyo miraba, hiyo condom, hiyo trust. Sasa mimi niko na kinga yangu. Yeah. Hata akisema kwenda nyama kwa nyama uko na kinga yako. Niko na kinga yangu. Kama siwezi kuwa na ile trust. Mimi sio mchawi. Kinga gani hiyo senye hatujui? Mimi sio mchawi. Kama sina trust ya wanawake, niko na zile tunamezanga hiyo pills ile ya kila siku. Pep. Zinaitwa pep. Yeah. Ikwangi ni historia kweli hizo pep zina exist? Yeah. Sasa kama wewe unajua, kama wewe upendi hivyo na una insist, utakubali tu, lakini wewe bora umeze hizo pep. Mimi na meza pep. Sasa na hizi pep mnazitoa wapi? Tunatoa Osi inapeana. Inajua kabisa asa mkubwa wetu anatupelekana, tunaenda kupimwa every month. Alafu sisi tunakuanga maclient wake. Sasa tunapewa hizo pep every month. So Nancy, hizi pep mnalipia ama mnapewa sare? Hatulipi. Mnapewa sare. ARF. Ni kama mnapewa sare? Yeah. Amlipi kabisa. Hakuna pesa tunalipia. Hakuna pesa unalipia. Sasa okay, sasa hizi trust ni wewe unanunua ama ni client ananunua? Sasa mimi nachukua ama hata hizi trust mnapewa pia ni sare. Tunapewa sare, lakini wewe ukija kwangu mimi nakuuzia. Unaniuzia. Nakuuzia. Alafu kuna ule mwenye anaelewa hawezi kubali nimuuzie. Anajua vile kunaenda. Anajua. Sasa anasema kama unataka ninunue, nataka za kwangu. Sasa niuzie za kwangu, enda kwa duka huko, anaenda anachukua za kwake. So hivyo kuna regular customers. Tunasema kuna ule client mmoja hadi unamfahamu. Ukimwona nasema nani wangu wewe upende hivi. Sisi hatuna wako. Hakuna wako. Hata unipende leo ni upende mwingine kesho. Hizo hatuna. Sasa kwa hii biashara yenu, kuna amepata client wakapendana hadi akaamua kuona yeye ndiye akamtoa kwenye street akampeleka nyumbani akamfanya bibi. Kabisa.
Lakini wengi huwa wanasumbuana. After hapo wanasumbuana. Lakini wengi wao wanaoleka. Nakuwa bibi wa nyumbani. Unapata bwana kutoka hii biashara? Unapata bwana? Kabisa. Ala. Mnaoana, mnakuwa bibi na bwana, mnazaa watoto, mnalea. So Nancy nikuulize. Ulize. Wewe unajua uko hapa Kisii? Niko. Kuna towns mingi Kenya, kuna Mombasa, kuna Narok, unajua kwa wakiuza ngano, wale Masai wanatoa pesa mingi sana. So we nini ilikufanya ukaamua kustick Kisii? Niliambia unaitwa Nancy kwa? Nancy Kemuto, si ndio? Wewe ni Mkisii, sio? So what made you like ukaamua ubaki Kisii? Unajua sasa hapa Kisii labda siku moja Kisii unajua utakuwa unapiga niambie. Kisii ukiwa na shilingi 50 umeshiba. Kisii ni kuzuri, lakini kuna wakati seasons. Kuna seasons tunajua sisi wenyewe. Hii hatuambii mtu. Unaondoka. Unajua mali fulani sahi kuna mfumo. Kuna hela unakimbia huko. Unakimbia unakimbia kule. But so okay, so tuseme lakini kuna Kisii ni comfortable. Kisii. Kitu ya kwanza hakuna vita. Yes. Hata kama wanaume wa Kisii wako na hasira, wanasemanga Mkisii hasira. Mkisii hasira. Ni kuzuri. Ni kuzuri. Baadaye ni kuzuri. Kisii ni kuzuri. Kuzuri sana. Ukiangalia Kisii na ukombe na town zingine, Kisii ni kuzuri. So before Kisii kuna town zingine umefanya hii shughuli? Before Kisii ama mingi sana. Mimi nimefanya Mombasa. Goris. Narok. Sindo. Umetembea Kenya, umetembea kweli? Doret. Sasa unajua. Unaona? Lakini sasa Kisii ni kutamu. Kisii ni kutamu. Kutamu. Hapa hakuna vita. Kumetulia. Yaani shida tu tuko nayo wa Kisii wanaume. Peleka unajua mmesaelewana bei kufika huko. Waambie shida yao ni gani ndio leo waache wakome. Wa Kisii wanaume mkielewana bei mkifika kwa nyumba. Mimi nataka kulalie usiku yote. Nimelipa. Mimi nataka yani atimishe ile nini yake ile yote kabisa. Yani nataka atumie ile pesa yake aone kama imefanya nini? Imeisha. Kama alitoa 200,000 anataka ifanyie kazi. Aishughulikie naume. Lakini kama ni kabila hizi zingine nakwambia babe nakupenda. Hata kama tuende 2, 3. Baby tulale. Wewe ni wangu. Tulale. Lakini Mkisii? Hadi asubuhi. So umesema wa Kisii hapa wabadilishe tabia kidogo. Wabadilishe wanaume wa Kisii. Wabadilishe hiyo tabia. Hata kama chukua kama ni bibi yako kwa nyumba. Sio kupenda kwangu ninje hapa kwa street kutafuta pesa. Chukua kama ni bibi yako. Mwambie tu babe, hii 2, baby tulale itakuwa vizuri. So na si ni kama ume-experience shida kama hii, unafika huko kama labda unakosa hamu ya mapenzi lakini mtu anataka kuforce. Sasa kifikia umekosa hamu ya mapenzi, yani unafanya tu juu ni pesa. So the highest amount to kuanza kazi, the highest amount umeipata in a day ama in a night ni pesa ngapi? The highest amount. Juu kama unaenda wao sufuri bila customer, sasa nasema the highest 0 ama 100 bob.